Niambie wewe. Shero. Oi. Nitapitia Ijumaa. Snack this way. Twendeni babu. Basi loko. Twendeni. Kamulize bado tete. Hadi mtu aongelee kwenye nini? Nishuni. Nendeni. Mwangu mimi sionekane. Nendeni. Angalia huko. Angalia huko. Oya Lucy. De? Wai. Sasa hivi. Maana unachukua kijiti. Kwa hiyo jamani, huku mbele kuna simu, lakini mkapige picha. Wadada mnaweza mkaanza kujichukua video mkarekodi, lakini huku nje. Lakini kwa upande huko mnaweza mkapanda mkapeleka mpaka ng'ambo. Sheila. Moja pia inakuaga mnaweza mkapunguzwa mpaka 5,000. Kwa hiyo ni mnisogea. Baada ya kuona mza. Hello. Baluza. Bwana tupo Singidani hapa tunakiwasha kinoma noma. Tuko na wanangu hapa tumechill tunakula vibe. Sema nini? Mwanza kuna wasukuma wengi kuliko watu. Wewe hamna panateleza. Wewe bwana kama mjenda. Sina mudi.
Yanga moja. Washikizia simu zenu. Unataka kuogelea? Nalipia. Mimi nipo na washa dada hizo mama kitu. Nataka nikae kabisa maana mimi ninachoweza kuogelea sijui. Ndugu yangu. Yanga mfungo. Wao ndani nimeingia. Wanacheza Yanga. Tabora. Yanga mfungo na Tabora. Ongea tu. Karibu tuangalia sasa. Yako kanajua. Hello, mambo kama hayo sasa. Hapa ni kupita nao chapu. Ilianza udogo wakakaza na mwendo wakasema vijana njoni tulijenge taifa kwa mavumbi na jasho hawakujali mateso walichoanza ni kesho ya sisi watoto. Nchi yangu ni muhimu kwangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Wakasikilizana wakasema hello Tanzania, kwa udugu wa damu tusibadili mwenendo, tulinde tudumishe Utanzania, kwa machozi na jasho tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Nchi yetu ni muhimu kwetu, zawadi ya pekee
zawadi ya pekee, tuitunze. Ni muhimu kwangu, zawadi ya pekee, naitunza. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee, nailenga. Ningependa tu kusema sheria ambazo zipo huku ndani. Ya kwanza kabisa, kama una kitu chochote, takataka yoyote, bora iache huku ndani ya gari, usitupe takataka nje. Uwezi kumzuru mnyama kwa kujihami. Mzuri kwa kujihami. Hairuhusi. Yaani ukubali wewe upe, yaani usimzuru. Moja kwa moja. Hapo tunaenda kulia. Eti ukubali wewe. Halo. Wanaona maji ya yule anataka ajaye mbona kama mmerembo sana na tena umeniachia na kuwa hata tena huko. Kaa basi hapo, utasimama utaona. Hiyo anapoita kwa Kiswahili wanamuita ondoondo. Ondoondo. Ili huko ni ondoondo sio ili southern ground hornbill. Ni hornbill hilo. Sio mandege ameuza. Lion King umeangalia? Kwa wale ambao mliangalia Lion King, huyu ndio kile kindege kile. Naona tembo? Mkipiga picha msipige na flashlight. Kama simu yako inafanya huyu tembo anaweza akawa na ukubwa yuko mbali ya hatari. Huyo? Huyo kwenye 35, 36. Ila wanafikaga mpaka 70. 70 hapo anakuwa haendelee tena ndo. Kunakuwa kukame. Chakula kinakuwa kipatikani rahisi. Kwa hivyo yeye anahamia kwa kula magome ya miti pamoja. Wakasema vijana, njoni tulijenge taifa, taifa, taifa. Kwa mavumbi na jasho hawakujali mateso, walichoanza ni kesho ya sisi watoto. Nchi yangu ni muhimu kwangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Wanyama wanaokula nyama mara nyingi wao kuonekana kwao ni kuanzia jioni na asubuhi. Ni mnyama akikudhuru huku wao tanapa wanajua wewe ndio
kukusababishia, kwa maana kwa nini wewe mnyama ana thamani kubwa kuliko binadamu. Yaani ukimgonga Linyati ndio uko mbali kweli. Kuna simba Kumbe na wenyewe wanaweza kauao. kupita katikati yao hapo. hata wewe unaweza ukaenda. Hapo ni wanene. Yule pale nani vile mdeni wa pili. Ngurumo wa simba sio wa sheria. Kulia hapo hapo. Yaani nakula juu ya mti. Senge hilo. Kulia hapo hapo. Madume wanakuaga na Kama misibela. mnyama pekee ambaye akitembea miguu ya upande mmoja. Wow. Wacha hiyo. Ila akikimbia pia inabadilika. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Nchi yangu ni muhimu kwangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Umeona pundamilia? Ndio, nawauliza swali. Akijibu zawadi gani? Sema pundamilia wote. Mimi style yao ifanane. Haifanani? Kama naona sasa hapa ni makundi mawili. Ili hapa la huku ni madume tu ambao ni mabachela. Mbona kwa kana mapema? Madogo. Mabachela. Mbona kuna mapema? Hapa kwa mengi. Kasongo asituache. Ni Pamela. Ndio ameenda tukasa wewe uko. Mnasema sana. Simba siaje huku. Mimi nataka watangulie nikamwone Kasongo karibu. Oya, mwamba ananizumu hatari. Huyu ni dume. Haogopi huyu jamaa, haogopi huyu, haogopi. Mfano simba unakuta anapokuwa mdogo anakuwa na manyoya mekundu, ila kadri anapozidi kuwa mkubwa mpaka ile rangi nyeusi ya manyoya inakuja inatokea, si ndio? Hiyo ni kwa sababu ya hizo glands ambapo zikizidi rangi inakolea. Mrefu. Ona wewe ambaye pembe limevunjika, huyo walipigana na Jamani, wengine tupo dirishani jamani. Haya sasa. Kulia sasa Wakina Mwambino. Akaniangalia hadi nikatetemeka. Wewe Morris rekodi vizuri na wewe. Bwana juu. Baba kipekika. Makiza njaa tunashukuru. Jamani 200 kwa ajili ya toka. Oya Simba Masimba Dangote. Bye bye. Tunaona kwenye hiyo kwa pale kwa sababu Wewe mwanangu unaitwa nani? Gideon. Gideon. Sawa, upo huku msituni huko? Mimi hapa ndo eneo langu kila siku niko hapa. Ukiwa kama nani? Ni msimamizi wa hii campsite.
Msimamizi wa hii campsite. Hii campsite yote haya majengo yote ninasimamia mimi na kufanya mazingira ya usafi kama unavyoona kama nilipo hapa. Sawa, unaweza kunipa historia kwa ufupi sana kuhusiana na msitu au hii hifadhi? Kwa kweli siwezi kuongea sana ila hifadhi ya Mikumi nilipopewa, lakini changamoto yake kama hivi huko mapolini tunapambana na wanyama. Wanyama wakali kama simba, tembo, chui. Kwa kikubwa ni kwamba moja, ukiwa polini sio muoga. Hiyo ndio sheria namba moja. Sasa. Na sio unamuona simba hata ule pale anakuja mbele unaanza kimbia ovyo. Simba ni mnyama wa kawaida ambaye wengi wanamuogopa, lakini ni mnyama wa kawaida ambaye mimi nishazoea naye na nishakutana naye hapa, amelala hata kwenye majengo yangu mara kibao sana. Kwa uzoefu wangu mimi mwenyewe najua na ishi naye vipi, mwisho wa siku mambo yanaenda, nakaa pembeni na mimi naendelea na shughuli zangu nyingine. Ukishamuona simba unatakiwa ufanye nini? Ukishamuona simba, yani ukikutana hata hatua 5 kutoka hapa mpaka hatua 5, inabidi usimgeuzie kisogo. Muangaliane kwa macho, kwa sababu simba ana ile aibu kama chui. Kwa hiyo jinsi mnavyoangaliana nao unazidi kurudi hatua moja nyuma. Kwa hiyo hapo utakapopata distance ni kubwa kidogo, mmeachana umbali mrefu kidogo, ndio unaweza ukageuza kisogo ukaendelea kuendelea na mambo yako mengine. Okay. Sawa, kuna aina ngapi ya wanyama unaowafahamu katika hii hifadhi? Wanyama simba, tembo, chui, nyati, pundamilia. Bwana asante sana, nashukuru. Haya, asante sana. Haya, kazi njema. Haya, asante. Asante. Thank you.